Habari ndugu mpenzi mtazamaji wa kipindi hiki cha Tuongee Vijana. Ni kipindi ambacho kinakujia kila siku ya Jumanne. Karibu sana kwenye kipindi hiki cha Tuongee Vijana. Ni mimi mtangazaji wako Jackson Felix. Mama, habari yako? Nzuri. Unaitwa nani? Naitwa Hilda Msemo. Unajishughulisha na nini? By profession ni Senior Human Resource Officer kwenye taasisi X. Okay. Nzuri. Tuko na mada yetu mezani siku ya leo kwenye kipindi chetu cha Tuongee Vijana, ambayo inasema kijana na mwelekeo wa maisha. Kijana na mwelekeo wa maisha. Kwenye nadharia nzima ya kijana na mwelekeo wa maisha, leo tutaenda kuzungumzia masuala mazima ya kijana na namna gani ambavyo anaweza kuishi kwenye mazingira yanayomzunguka na kuangalia vitu mbalimbali kama malengo ambayo yeye anaweza kujiwekea. Swali letu ambalo tuko nalo la kwanza mezani ni kwamba kwa nini vijana wengi hawafikii malengo ambayo wamejiwekea? Asante kwa swali zuri ndugu mtangazaji. Kuna baadhi ya vijana, kuna pande mbili. Kuna ambao wanafikia malengo, lakini kuna wale ambao hawafikii malengo. Lakini tukiangalia in terms of asilimia, wengi hawafikii malengo. Na sababu hasa ambayo inawapelekea kutofikia malengo ni kutaka vitu haraka haraka, ambapo inapelekea kufanya mambo kwa shortcut. Nadhani unanielewa, kufanya mambo kwa shortcut. Tunaweza tukachukulia mfano, kijana amepata ajira either serikalini ama kwenye taasisi ya private. Anapoingia kwenye hiyo ofisi anakuta kuna wengine wamefanya kazi miaka 10, miaka 15. Kwa hivyo wanamiliki vitu kadha wa kadha, wana magari, wana majumba, wana manini. Kutokana basi na kutaka mambo haraka haraka, unakuta na yeye anatafuta njia zisizo rasmi kwa ajili ya kujiongezea kipato ili na yeye afanane na wale ambao amewakuta. Ambapo sasa njia hizo zinaweza kupelekea kublock asifikie malengo yake ama makusudi ambao Mungu amekusudia afike. Kwa maana kuna ule msemo unaosema kwamba siku za mwizi 40. Kwa hivyo akijiengage kwenye hizo njia ambazo sio rasmi za kujipatia vipato, either anakuwa anajiengage kwenye issue kama kuforge documents ama anaforge ili kwa ajili ya kujipatia mapato, au labda kama yuko let's say kitengo cha procurement, ana set namna na wazabuni ili apate cha juu. At the end of the day lazima atakuja kujulikana, kama neno linavyosema kwamba hakuna kilichositirika ambacho hakitakuwa wazi. Kwa hivyo ile anapokuja kugundulika inaenda kuleta tension. Anaweza hata kijana akaondolewa kazini. Kwa hivyo ile namna inaenda kupelekea kublock kufika katika malengo ama katika hatima ambayo alitakiwa afike. Let's say Mungu labda amempangia aje kuwa kiongozi fulani, lakini kutokana basi ameshachafua portfolio yake. Inapokuja labda vetting ama upekuzi, wakija kumfanyia upekuzi wanakuja kugundua lile doa, ambapo at the end of the day anaenda kukataliwa. Ndio ulipendekeza labda ushike nafasi ya ukurugenzi fulani, lakini kutokana basi na hili doa unakuwa disqualified. Kwa hivyo kule ambapo Mungu alikusudia ufike, kwa tamaa yako na kutaka mambo ya haraka haraka, najikuta mwenyewe umeblock malengo yako, ama kusudio ambalo Mungu amekusudia ufike linakuwa blocked. Kwa hivyo unashindwa kuattain malengo. Kitu kingine ni ile kuishi katika wishland. Kwa Kiswahili I don't know niekeje, lakini ile kwamba you wish to be somebody. Ya matamanio. Kwamba natamani nifanye kitu fulani fulani fulani, ama niwe fulani fulani fulani, lakini nabaki kwenye kuwish, sichukui hatua. I don't take a step kufanya kile kitu ili nikawe yule ambaye natamani kuwa, ama nikaweze kuattain kile ambacho natamani kuattain. Nabaki I wish bila kuchukua a step ahead. Unakuta kijana anashindwa kufika kwenye malengo yake. Asante. Kutokea hapo kwenye malengo, sasa huyu kijana ambaye ameshindwa kufikia malengo yake, vitu gani afanye ili aweze kufikia malengo yake? Sasa kijana kama huyo inabidi a review pale alipokosea. Hata neno linasema tuangalie ni wapi tulipoanguka ili tuweze kurekebisha. Kwa hivyo angalie katika njia yake ambayo ilimpelekea ikaenda kuwa na blockage mbele. Inabidi sasa arudi paka pale alipoanzia, akarekebishe na kuishi katika njia zinazopasa kuishi ama kuenenda, ili akaweze kutoboa na kufika katika malengo. Inatakiwa arudi kwenye point aliyokosea, akarekebishe na kuchukua
njia sahihi ili aweze kufika kwenye malengo sahihi. Moja ya kitu ambacho kinawafanya vijana wengi wasiweze kutimiza malengo yao, wanakuwa wapo njia panda. Tuchukulie mfano mwanafunzi anasoma, ndoto zake ni kuja kuwa pilot. Anafika shule, mwalimu anamwambia wewe, mbona unaweza sana masomo ya arts? Anarudi nyumbani, mzazi anamwambia wewe unaweza sana masomo ya science. Unakuta sasa mzazi anampa nenda kasome masomo ya sayansi, kwa sababu masomo ya sayansi ndio sasa hivi yanafanya vizuri sana labda kwenye ajira. Hivyo huyu kijana ameweka malengo kwamba mimi nataka kuwa pilot, ana kitu chake ndani yake. Moja ya changamoto anakutana nayo, mwalimu anamwambia wewe unaweza masomo ya arts. Anakuja kwa mama anamwambia wewe unaweza kusoma masomo ya science. Huyu kijana tunamsaidiaje? It's high time kuwasikiliza watoto. Kile ambacho mtu anasikia ndani yake ndicho kinachokuwa Mungu amemwekea. Kwa hivyo wazazi tunatakiwa tusiangalie zile preference zetu kwamba natamani mtoto wangu aje kuwa dokta, lakini yeye ndani yake asikii kuwa dokta, anasikia kuwa pilot. Kwa hivyo kwa kuwa kitu kiko inside ya mtu au ndani ya mtu, kinakuwa ni inborn ndani yake. Kwa hivyo it's high time kuwasikiliza na watoto nao kile wanachosikia ndani yao kukifanya ndicho ambacho Mungu anakuwa amewaekea kukifanya, la sio sisi ambacho tunatamani ama tunapenda tunawapachika. Ile inakuwa sio ndoto yao, bali inakuwa ni ndoto ya mzazi. Lakini it's high time kuwaacha watoto wenyewe waachilie kile kilichoko ndani yao, wakiishi kile kilichoko ndani yao, ndicho ambacho Mungu anakuwa ameweka ndani ya mtu. Kwa hivyo wazazi na walimu, it's high time kuacha watoto wadeliver kile ambacho wanasikia ndani yao. Na pia ukifanya kile ambacho unakipenda ama unasikia ndani yako, utafanya kwa wepesi na kwa urahisi. Tofauti mtu wa nje aje akwambie fanya kitu fulani, kuna somehow inakuwa na ugumu. Lakini ukifanya kitu ambacho unakipenda na kiko ndani yako, utafanya kwa moyo na pia utafanya kwa urahisi. Kwa hivyo ni wakati ambapo wazazi inabidi tuelewe, walimu inabidi tuelewe, tuwaache watoto waishi ndoto zao na sio ndoto za wazazi ama ndoto za walimu. Pale atafanya kwa ubora na Mungu atatukuzwa. Kijana anawezaje kulishika neno la Mungu kwenye ulimwengu huu ambao umechafuka? Ili kijana aweze kushika neno la Mungu katika ulimwengu huu wa sasa, kama Galatia inavyosema, ulimwengu uliochafuka. Kijana ili aweze kushinda majaribu, dhambi na kila namna ya uharibifu uliopo katika ulimwengu huu ni kujicommit na Mungu. Kujicommit na masuala ya kimungu. To pay more attention kwa masuala ya kimungu. Ndivyo ambavyo anaweza kushinda uharibifu uliopo katika dunia hii. Mungu atamsaidia atakapoweka commitment kwake. Kijana anaweza akajiengage kwenye vitu mbalimbali kama kushiriki makongamano ya kidini, maombi ya vijana, mikesha. Kwa hivyo hiyo inampa high chance ya kujishiriki katika mambo ya kimungu ambayo yatamtenga na vitu vya uharibifu vilivyopo katika dunia hii ya sasa. Kwa hivyo kikubwa ni kijana kukaa in his presence, yani kutengeneza mazingira ambayo hayamweki mbali na Mungu. Yale yatamsaidia kuishi katika utakatifu ama katika mapenzi ya Mungu. Na pia association ya kijana nayo matters. Inategemeana ana associate na watu wa namna gani. Akiassociate na watu wanaomjua Mungu, vijana wanampenda Mungu, obvious association yao itakuwa inaleta mambo positive ya kimungu. Lakini akiassociate na watu ambao hawamfahamu Mungu na wala hawana muda wa Mungu, watamdrain na watamtoa kwenye masuala ya kimungu, ndo atapotelea kwenye uharibifu. Lakini akiassociate na vijana ambao wanamjua Mungu, wana interest ya kimungu, wana commitment na wana engage kwenye masuala ya kimungu, na yeye itamsaidia asitoke kwenye mstari. Kikubwa inabidi ajiengage kwenye masuala ya kimungu mara zote ili aweze kudumu katika namna ambayo Mungu anataka tuishi. Kwenye dunia hii ambayo tuko leo hii, kumekuwa na wimbi kubwa sana la wazazi kulalamika kuhusiana na watoto wao. Nataka nijue, mtoto kubadilika kwake aidha kuwa na tabia mbaya, hii imechangiwa tu na mtoto au imechangiwa na mzazi au imechangiwa na malezi kutokana na hiyo familia namna ambavyo imemlea mtoto? Kwa sababu kilio cha wazazi wengi sasa hivi ni malezi ya watoto. Unaizungumziaje hili katika upande mzima wa malezi ya watoto? Mtoto unakuta
analelewa na wazazi, then kuna walimu shule, na pia kuna marafiki. Kwa hivyo is like a triangle. Mzazi anaweza akamlea vizuri, anapoenda kukutana na marafiki wanaweza wakamfanya namna ambayo sio ile aliolelewa nyumbani. Let's say mtoto yupo boarding. Nyumbani kuna utaratibu fulani wamewekewa, kuna values, family values au norms. Unakuta wamewekewa vitu fulani, lakini anapoenda shule vile vitu anakuwa nobody watches. Walimu unakuta labda hawako nao mara nyingi. Muda mwingi watoto wana associate na watoto wenzao. Kwa hivyo akipata group ambalo sio sahihi, ana high chance ya kubadilika ama kuharibika kulingana na wale watu anaoassociate nao muda mrefu. Kwa hivyo basi inahitaji ushirikiano kati ya walimu na wazazi, ili mtoto anapokuwa nyumbani mzazi hakikishe values zinafuatwa, lakini mtoto anapokuwa shule walimu inabidi wafanye close follow up ya wanafunzi. Who do they associate with? Na hata ikitokea kwamba kuna association mbaya ama kuna makundi mabaya katika shule, kuna namna inabidi wa intervene ili kuhakikisha watoto katika ile hiyo community wanakaa ambao wanajielewa, ili wakaimpact tabia nzuri to each other. Kwa hivyo itasaidia watoto waendelee kuwa na tabia njema. Anapokuwa nyumbani analelewa vema, na hata anapokuwa shule mazingira yanamtengenezea conducive environment ya yeye kuendelea kuwa kijana bora. Ni ushirikiano kati ya walimu na wazazi ili waweze kuzalisha kizazi kilicho bora. Kwenye dunia ambayo tuko leo kumekuwa na matumizi makubwa sana ya mitandao ya kijamii na internet. Nataka kujua internet ni mbaya kwa kijana? Inategemeana na matumizi. Internet inaweza ikawa nzuri na mbaya. Inaweza ikawa nzuri kwa kijana anayejitambua. Kwenye internet kijana anaweza akapata materials mbalimbali kwa ajili ya masomo yake. Anaweza akajifunza skills mbalimbali kupitia tu just internet. Kama jinsi tunavyoona kuna online courses mbalimbali kupitia internet. Kwa hivyo somehow imerahisisha maisha kulinganisha na enzi za nyuma. Labda inaweza ikamchukua mtu kusafiri kutoka nchi moja kwenda nchi nyingine kwa ajili ya kujifunza course fulani, lakini internet imerahisisha. Uko Tanzania unasoma course na watu wengine wako China, wako wapi, lakini you are on the same class na mnapata maarifa ya wote across the countries. Kwa maana hiyo internet ikitumika kwa usahihi ni nzuri. On the other side, internet ikitumika vibaya ni mbaya sana. Tumeona kuna vijana wengine wamejiingiza kwenye uraibu wa mambo ambayo yasiyofaa kupitia internet. Kwa hivyo ni mtoto kujielewa na kujua which to take and which not to take, lakini chini ya uangalizi wa mzazi. Mzazi hakikisha ana control, ajue kwamba mtoto wake ana watch nini kwenye internet na watch nini. Mzazi ana jukumu la kuhakikisha kwamba mtoto anaangalia vitu sahihi katika internet ili isimharibu, badala yake imjenge kwa kuangalia vitu ambavyo ni constructive. Nataka tumfahamu huyu kijana kwenye upande wa fursa. Namna gani ambavyo kijana ana uwezo wa kuchangamkia fursa ambazo zinamzunguka kwenye mazingira aliyopo. Wengi wanasema sina kazi, anasubiri kuajiliwa. Tunataka kufahamu namna gani ambavyo kijana anaweza kuchangamkia fursa ambazo zinamzunguka. Kijana anapaswa asiangalie elimu, bali aangalie fursa zilizopo around. Inawezekana ikawa kuna kazi ambayo haihitaji kuwa na degree, lakini kijana kutokana kwamba anaweza akaona ile kazi ni inferior, akaona mimi sijiengage kwenye hii kazi. Lakini pasipo kujua unaweza ukaanzia katika kidogo, lakini kile kidogo kikazalisha kitu kikubwa. Kwa hivyo mimi nashauri vijana wasichague kazi kwa kuanzia, waangalie kile ambacho kiko around them, wachukue hizo fursa. At the end of the day watafika katika dream life yao. Kidogo kinazalisha kikubwa. Usipochukua hatua, if you won't start at all, hauwezi kufika popote. Lakini unapochukua hatua ndipo ambapo unakutana na fursa kubwa zaidi. Kwa hivyo ni kuchukua hatua pasipo kuchagua ama kubagua kazi, kwamba siwezi kubeba tofali kwa kuwa mimi nina degree, siwezi kufanya hichi. At the end of the day hauna hata hela kwenye your pocket.
Ni kutokuwa selective na kazi, ni kuchangamka. Nafurahia siku hizi unakuta kijana ana degree na anaendesha bajaji wakati anaendelea kufuatilia ajira labda secretariat. Ndivyo ambavyo inapaswa. Labda kijana ana degree anafanya ubodaboda wakati anaendelea kusubiria ajira mahali na mahali, asikae idle. Kwa hivyo ni kuasistizia kwamba vijana wasiwe selective. Watakapoona ajira yote ambayo inaweza kuwaingizia kipato ambayo ni halali, basi wachangamkie fursa. Asante kwa kipindi kizuri cha leo. Leo tumeweza kujifunza mambo mengi sana. Tumejifunza namna gani ambavyo kijana lazima ukimbilie fursa ambazo zinakuzunguka kwenye jamii ambayo unaishi. Lakini kitu cha pili ambacho tumeweza kujifunza siku ya leo kwenye kipindi hiki chetu cha Tuongee Vijana, namna gani ambavyo kijana una uwezo wa kutofautisha kati ya wishing na plan. Uwe na uwezo wa kutofautisha kati ya matamanio na mipango. Wengi tunasema natamani kufanya kitu fulani lakini hauna mpango. Kwa hiyo lazima hapo tujifunze vijana kuweka mipango. Kitu cha tatu ambacho tumeweza kujifunza kwenye kipindi chetu cha leo ni masuala mazima ya matumizi ya internet. Tutumie vizuri internet ili kuweza kupata matokeo mazuri, iweze kutunufaisha sisi kama vijana. Tusishinde tu online kuangalia vitu ambavyo havitupi faida yoyote na hatuwezi kuendelea kwa vyovyote. Asante sana, ulikuwa nami kwenye kipindi hiki cha Tuongee Vijana. Mwisho wa kipindi hiki ndio mwanzo wa kipindi kingine. Ulikuwa nami mtangazaji wako Jackson Felix na mama yetu hapa Madam Hilda. Mungu akubariki sana. Barikiwa. Bye bye.